Ndugu yangu, wananchi wenzangu, Watanzania wenzangu, kupitia taifa letu hili la Tanzania, naitwa ndugu Nelson Richard Laurent. Nipo hapa kuhusiana na tukio hili la mwenzetu lililotokea huko Arusha, yule kijana aliyefariki kwa kupigwa na askari wa TANAPA Ngorongoro, wakiwa wa vijana watatu, mmoja wapo akapelekea kupoteza maisha. Ningependa nishauri au nitoe mawazo yangu mimi kama Mtanzania kwa Watanzania wenzangu, au pia niseme kuishauri serikali. Kwa kweli kitendo hichi cha mwenzetu kupoteza maisha katika mazingira ambayo nimeyasikia, japo sijayaona, sikuwepo, lakini kuna usemi wanasema kwamba wengi wapi. Kwa jinsi nilivyoona Watanzania wanalalamika na wale walionusurika wakiwa wanatoa maelezo yao binafsi, kwa kweli nimejisikia vibaya sana. Kulingana na sheria zetu hizi za Tanzania, kwa utaratibu ninaofahamu, labda nianze na hili utaratibu wa sheria zetu. Mtu akikutwa ametenda kosa, amepita njia ambayo sio sahihi, ina maana amekosea njia, alikuwa anaenda eneo fulani, ni lazima kwanza umoje, umchunguze, uangalie, je, ni kweli anakosa kisheria? Na kama hana kosa kisheria, kuna utaratibu ambao unatakiwa ufuate. Aidha uwapigie ndugu zake simu, kwa sababu yeye atakuwa na ndugu, la sivyo basi yote yameshindikana, mchukue mpeleke ndani, kwa sababu kuna vituo vya polisi au kuna selo karibu na yadi yenu hapo. Wana uwezo wa kukaa pale kwa muda masaa kadhaa, alafu akapelekwa eneo husika, akaenda kuhojiwa vizuri, na kupitia upelelezi wenu basi ukajua kwamba je, huyu ni mhalifu au sio mhalifu. Nasema hivi kwa sababu matukio ni mengi sana ambayo yanaendelea kutokea katika nchi yetu, si kwa ubaya, lakini mimi kama mwananchi ambaye ni wa kawaida wa hali ya chini, nimeamua kuongea kwa hili. Ni mengi nimeyaona, lakini nikaona hapana, kwa hili lazima nizungumze, ili tuangalie tunabadilisha vipi nchi yetu kwenda mbele. Najua ningependa nitoe labda mfano mmoja, ambao huu mfano kwa taifa letu, hata kama leo sipo duniani, vizazi vingine vipo duniani vinaweza vikakumbuka neno hili tu ambao nitaliongea hapa mbele yenu nyinyi kama Watanzania wenzangu. Najua sisi kama Tanzania tupo katika uchumi wa hali ya chini, hatuwezi kulinganishwa na mataifa yaliyoendelea. Tupo katika taifa ambalo linaendelea, sio lililoendelea. Ili tufike katika nyadhifa ya mataifa yaliyoendelea, ni lazima tufuate nyayo ya mataifa yaliyoendelea. Kwa hiyo ni lazima tuangalie wao ili tuweze kufika malengo ya kama wao. Dunia ni rasilimali, na rasilimali ni watu, na watu ndio rasilimali yenyewe katika hii dunia. Bila dunia haijawa rasilimali watu, na bila rasilimali watu haijawa dunia. Naongea hivyo kwa sababu Tanzania yetu, ukija kupiga takwimu, wakati tunaanza kupata uhuru, tulikuwa watu wachache, tofauti na sasa hivi.
ina maana tunaongezeka. Lakini ukija kulinganisha ongezeko letu la kila mwaka, na maanisha population ya watu, ukija kulinganisha na nchi zilizoendelea la kila mwaka kwa wao, hata kama sijasoma, lakini wenzetu wana population kubwa ya kila mwaka ya vizazi, na hilo ndio linalofanya wao waweze kuendelea, kwa sababu taifa ni watu na watu ndio taifa, na ili taifa liendelee linahitaji watu. Kwa hiyo basi leo watu hawa wa Tanzania mnaowaua wakifanya kwa kosa dogo tu na waadhibu, na mwisho wake wanapoteza maisha. Hao binadamu ambao wana umri wa miaka 17, 18, 19 mpaka 20 na kuendelea, wangeweza kudumu zaidi ya miaka hata 60, 70, 80 wakiwa katika hii Tanzania yetu. Je, jiulize, wangeweza kufanya mambo mangapi ya kiuchumi ambayo yanaweza kuipeleka dunia yetu, Tanzania yetu mbele? Mimi nisingependa kufananishwa na mnyama. Mimi ni binadamu, ni Mtanzania halisi. Nimezaliwa nikiwa ni mtoto mchanga mpaka hapa nilipofikia. Nikija kuulizwa umeweka vipi mchango katika nchi yangu, naweza nikasema kwa miaka ambayo nimekaa na mambo niliyofanya, hata kama sijafikia katika kiwango cha kiuchumi ninachokitaka, lakini kwa taifa langu nimefanya mambo makubwa sana. Na hilo ndio linifanya mpaka sasa hivi Tanzania inaonekana ni Tanzania, japo bado hatujafikia kama wale ambao wametutangulia, hasa katika mataifa ya wenzetu. Kwa hiyo basi ningependa kuikumbusha serikali, taifa ni watu na watu ndo taifa. Unapomuua mtu mmoja, umeua vizazi 10 ndani ya miaka 3 au 4 ya baadaye, kwa sababu huyo unayemuua ana vizazi vingine ambavyo yeye angevileta duniani, na uwezi kujua katika vizazi ambavyo amevileta duniani vingeleta manufaa gani kwa taifa. Na ndio maana leo au kesho kwa wenzetu huko wanavyomthamini binadamu, endapo imetokea kuna ishu yoyote inayohusiana na binadamu kafanywa tendo lolote ovu, hata kama hukumu yake isiwe leo, lakini ndani ya miaka 10, 15 au 20 wataivumbua, na yule aliyefanya tukio watamwadhibu, ili kutoa fundisho kuwa binadamu atabaki kuwa binadamu katika kulijenga taifa. Kwa hiyo ningependa kuishauri serikali chini ya rais yetu Mama Samia, aangalie uongozi wake jinsi unavyokwenda, aangalie serikali yake, akumbuke Tanzania bila watu asingeweza kupanda hata gari yake kuja kujinadi, lakini kwa sababu tumekuwa tuna watu, na ndio maana anapanda gari kuja kujinadi ili apate uongozi. Lakini tusisahau tu kwamba ni uongozi peke yake, tukumbuke kwamba kupitia uongozi tuipeleke Tanzania mbele. Kwa hiyo tuithamini Tanzania yetu kupitia vizazi vyetu ambavyo tunavyo na vitakavyokuja, ili tufikie katika situation ambayo mataifa ya wenzetu yamefika, na zaidi ya hayote basi tuwapite hata wale waliokuwa wametutangulia, tuwe juu zaidi yao. Asante.